kutoka ndani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Bila kupoteza muda, tuanze taarifa zetu za kimchezo ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo, ikiwa ni pamoja na ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa siku ya jana iliweza kuendelea kwa michezo miwili. Mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu zaidi ni wekundu wa Msimbazi Simba, mnyama anayetisha kuliko Timituni, ambaye alikuwa kwenye uwanja ugenini, kwenye uwanja wa KMC Complex ulioko Dar es Salaam, akikaribishwa na KMC One Kino Boys na kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa mtungi, magoli yaliyofungwa na Suleimani Mwalimu, bila kumsahau Libasegwe, mchezaji ambaye amekuwa na performance kubwa kwenye tangu ajiunge na wekundu wa Msimbazi Simba. Basi Romayo, tuanze hapo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Jana pia tumewaona kwenye mchezo wa ligi kuu wakapata matokeo, na Libasegwe kama kawaida akaendeleza pale alipoishia kwenye mchezo wa kwanza wa ligi kuu dhidi ya Mashujaa. Aliweka kamba kwa siku ya jana, pia akaweka kamba na akawa man of the match, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kuleta impact kubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Tuanzie hapo kwa Mwalimu Steve Becker. Jana mpango ambao aliingia nao kuhakikisha kwamba anapata matokeo ya ushindi wa magoli mawili kwa mtungi dhidi ya KMC. Ukizungumzia muunganiko wa timu, bado siuoni kama Simba Sport Club tayari wameshapata muunganiko, lakini tukija uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndio ambao jana umeonekana. Unamzungumzia Libasege ambaye amehusika kwenye mabao yote mawili. Bao la kwanza alifanya attempt ambayo pia goalkeeper alitoa, lakini Suleimani Mwalimu kwenye ile sharpness yake akaweka kamba. Lakini pia unaangalia namna ambavyo pia bao la pili alivyolifunga, inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye pia ana uwezo mkubwa wa kucheza mpira ambao ni mirefu, yani wanasema long balls, mashuti ya mbali anaweza pia akacheza. Lakini tukija kwa namna ambavyo Simba jana imecheza, unaona intensity imeanza kuongezeka kwenye timu, lakini pia kujitoa commitment pia ya mchezaji mmoja jana pia imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kitu ambacho pia ni cha kufurahisha, namna ambavyo pia maingizo mapya ambayo yameingia kwenye kikosi. Libasege ambaye jana pia amehusika, lakini pia unamuona Anset Yaura jana pia amefanya kitu ambacho pia ni kizuri kwenye kikosi. Hata Clatous Chota Chama, angalia namna ambayo pia ameongeza kitu cha utofauti kwenye kikosi. Kwa Steven Becker kwa muda ambao saizi kidogo ndo tunaanza kumjaji. Yes, ikumbuke kwamba mimi mwanzo nilikuwa na sitaki kabisa kumjaji kulingana pia na namna ambavyo pia timu kwanza alikabidhiwa katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu. Ikumbukwe mechi za ushindani alianza pale ambapo amechukua tu kikosi na mashindano ya Mapinduzi ya hapa mbeleni, na bahati mbaya pia katika hayo mashindano ya Mapinduzi alienda na wachezaji ambao unaweza kusema yani sio regular status. Ukiangalia hata wachezaji ambao walikuwepo kwenye mashindano ya Mapinduzi na ambao wapo kwa saizi kwenye kikosi, hasa kwenye ile first 11, wachache sana. Kwa saizi Steven Becker, uzuri ni kwamba yes, anaanza kuimplement zile mbinu, lakini pia zinaanza kuonekana na ubora wa mchezaji mmoja, lakini pia unaanza kuonekana. Ndicho ambacho pia jana pia kimeibeba Simba kwa kiasi kikubwa. Sawa bana. Maestro, watu wengi wanazungumza kwamba huenda maingizo ya wachezaji ambao wameyafanya usajili wa dirisha dogo ni kama umeenda kuongeza chachu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukianza kwa Anset Yaura kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro Athletic de Rwanda, tuliona namna ambavyo alisaidia Simba na kusawazishia goli. Jana pia Libasegwe kwenye mchezo wa pili wa ligi kuu yani NBC Tanzania bara mfululizo anafunga goli na anakuwa man of the match. Ujio wa Clatous Chota Chama pia tunauona namna ambavyo timu sasa hivi inaanza kucheza kwenye mfumo ambao ulikuwa unahitajika kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa ndo tunategemea sasa tuanze kuona mbinu za Mwalimu Steve Becker, au kama alivyozungumza Barcelona kwamba bado ni nguvu za mchezaji mmoja ambao bado ana nia ya kuonesha kitu kwenye kikosi. Kwa usajili ambao umefanyika wa Simba Sport Club, binafsi naweza nikasema kilichobadilika ni wachezaji, lakini sio mbinu ambazo zinaweza kufanya timu kupata matokeo. Tazama jana wamecheza dhidi ya KMC ambaye amecheza michezo 14, kwa maana kwamba mchezo wa jana ulikuwa ni wa 15. Angalia alama alizokusanya, ana alama 8. Kwa hiyo kwa kikosi cha Simba namna ambavyo wamecheza siku ya jana, binafsi naweza nikasema kilichobadilika ni wachezaji tu, lakini kwenye mbinu bado naona Simba wale ambao tulikuwa tunawazungumzia bado hawajapata kwenye fomu ambayo ni nzuri ya kushindana. Sabana Idrisa,
nimalizie kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezo mwingine wanapata matokeo ya ligi kuu, na namna ambavyo wachezaji kwenye ingizo ambalo wako nalo, unaona kama wanakushawishi kusema kwamba huenda wakaja wakawa na timu bora siku za mbeleni, kwa namna ambavyo wanacheza kuanzia kwenye eneo la goalkeeping pamoja hadi kwenye eneo la mwisho. Unaona kuna ushawishi ambao wekundu wa Msimbazi Simba wanakufanya upate hamasa kusema kwamba huenda wakaja wakawa na kikosi bora kwa siku za mbeleni? Nadhani inawezekana kwa Simba kuja kuwa na timu nzuri mbeleni kutokana na maingizo mapya ambayo kocha ameyafanya, na tumeona quality kwenye mchezo wa jana dhidi ya KMC ambapo Simba walifanya vizuri, na uzuri huo umeletwa na maingizo mapya ambayo ameyafanya kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa hiyo ina mategemeo makubwa na Simba endapo kocha atachanga karata zake vizuri kuelekea michezo inayofuata. Ndio. Saba. Yaani itakuwa mtu wa mwisho sana kwa sasa hizi kuamini kuwa Simba imeshajipata. Kwa nini? Itakuwa mtu wa mwisho. Unajua namna ambavyo wanacheza Simba Sport Club hawajabadilika sana. Yaani Steven Becker bado ana kitu cha kufanya. Kwa sababu tulikuwa tunatarajia amefail champions, ndio. Wakati anarudi ligi kuu inabidi aje abadilike. Sasa kama kuna kitu alikiongeza kule aje akionyesha sasa kwenye NBC. Jana amekutana na KMC. Kwa maana kwamba KMC wangekuwa wamejipanga kupambana na Simba. Simba alikuwa anaondoka na matokeo ambayo ni mabovu. Sio yale ambayo alikuwa anategemea, ambayo tumetegemea kuona jana. Kwa sababu ukiangalia goli la kwanza ni makosa ya beki wao, alifanya makosa zeni Simba ndio wakapata goli. Lakini goli la pili the same. Yaani hakuna goli ambayo unaweza kusema mchezaji wa Simba amefunga goli ambayo ni nzuri la kiufundi au uwezo wa mchezaji kufunga ubunifu kwenye eneo la finishing bado. Kwa hiyo Simba akikutana na timu ambayo tayari imejipanga kupambana na Simba Sport Club, yani bado Simba atahangaika kupata matokeo. Sawa bana, huyo ni Maestro Agano Mligwa akizungumza kwa wekundu wa Msimbazi Simba, namna ambao kwa siku ya jana walipata matokeo ya ushindi wa magoli mawili kwa mtungi dhidi ya KMC Wanakino Boys, mchezo ambao ulipigwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Unataka kuongezea jambo ndugu yangu?